Na hapa miongoni mwetu, kabla tujaendelea, kuna mtu mmoja anataka kumpa Yesu maisha. Basi bila kupoteza muda, naomba aweze kufika mbele hapa tuweze kuomba naye kwa sala ya toba ili aweze kumpokea Yesu. Hebu tumshangilie Bwana. Tumshangilie Bwana. Asante na makofi. Kwa muda huu utapatisha maneno ambayo nitasema na utayapata. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unitakase moyo wangu na roho yangu na mwili wangu, unisafishe kabisa. Na Bwana pia ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, niwe safi mbele zako. Ninakukaribisha wewe Yesu, utawale ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana katika maisha yangu, uwe Bwana katika maisha yangu. Ninakukaribisha sasa. Ninamkataa shetani na kazi zake zote, nikizibatilisha kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tumshangilie Bwana. Tutakwenda kwenye huduma hizi 5, alafu tutakwenda kuangalia na zile karama 9 ambazo Roho Mtakatifu anatupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma katika jina la Bwana. Wote tumepata? Tumepata wote? Biblia inasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utamilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata kwa njia za udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatuzungumzia kwa habari za huduma 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni huduma za ofisi. Maana yake kwamba ni huduma ambayo mtu anapewa kwa Roho Mtakatifu anapoamua kumpa Yesu maisha, anapoamua kuokoka. Anapookoka, Mungu anampa karama na huduma ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huduma hizi 5, kuna huduma ya mtume. Huduma ya mtume, majukumu yake na kazi yake na kusudi lake ni kuanzisha, ni kufungua, ni mtu ambaye anakwenda kuanza kazi mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu ambaye anaimarisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume moja, mtume anatamani kwamba kila mahali pasipofikiwa injili aende akatangaze habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume tunamfananisha na kidole gumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anakijua kidole gumba, si ndio? Na wewe unacho hapa kidole gumba. Huyu ndio mtume. Ni huduma ya nguvu, ni huduma ambayo inakwenda mahali ambapo hakufikiki. Mtume yuko pale, anaanzisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kuishi katika mazingira magumu, akifanya kazi ya vibarua, akifanya kazi za wananchi anazozifanya, lakini nia yake, ndani yake kuna wito wa kumtumikia Mungu. Anafungua kanisa, akishamaliza kufungua kanisa anasema hapa bado, anaweka mtu mwingine anasema wewe chunga kanisa, mimi ninakwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtume anafanya huduma zote. Mungu anaweza kumtumia katika huduma zote, kama kidole gumba. Kidole gumba kinaweza kugusa vidole vyote, si ndio? Anaweza kufanya huduma zote, na Mungu ameweka karama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu
mtume ambaye Biblia anasema kwamba amewapa karama, amewapa uwezo, alitoa wengine kuwa mitume, ni watu ambao wanathubutu kwenda mahali ambapo hakufikiki, mahali ambapo wanakwenda kuanzisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anapoanza kazi ya Mungu atalihudumia hilo kanisa la Bwana, watu 5, watu 10, watu 20, watu 30, na atawafundisha. Na wakishakomaa anasema wewe njoo hapa, kaa hapa, mimi naenda sehemu fulani. Huyo ndio mtume. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio mtume. Na Biblia inasema alitoa hivi vyote kwa kutusaidia sisi kanisa. Amen. Amen. Na ukiwa una kidole hiki kimoja hiki, unaweza kushika jembe? Unaweza kushika jembe namna hii kufanya kazi? Hauwezi. Kidole hakina nguvu. Lakini kidole gumba ndio kina nguvu ya kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia inakamata huduma zingine zote. Na ndio maana leo watu wanajipa majina makubwa kulingana na kile cheo au huduma ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini makusudi yake ni kuliimarisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mitume wa kweli na kuna mitume wa uongo. Lazima tuwajue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mitume wa kweli na mitume wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na wengine kuwa manabii. Manabii ni kuonya, ni kukemea, ni kuisikia sauti ya Mungu na kuitoa kwa watu, na kusikemea na kuitoa neno la Mungu na kutuonya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ofisi ni maisha ya mtu, ni huduma ya mtu ambaye anakaa katika hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ofisi, ni huduma kamili ambaye anaweza kuona mambo katika ulimwengu wa roho mbali sana, na akalionya kanisa, akalionya taifa kwa habari ya mambo yanayokuja, kwa sababu anaisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu nabii Mungu anasema naye, na yeye anasema na watu kwamba Mungu ameniambia kuna jambo hili na hili na hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni macho ya Mungu, ni masikio ya Mungu pia kusikia sauti ya Mungu na kuifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuliona kwamba manabii ambao tuliona alikuwa ni Ibrahim, Musa, Samueli, Elia, Elisha, Isaya, Yeremia, Ezekieli, wengi. Na kuna wengine ambao hata majina yao hayajaandikwa, hawana kitabu, lakini walikuwa ni manabii ambao walikuwa ukisikia sauti ya Mungu na kuisema kwa watu. Mungu anasema jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na nabii anaitwa nabii Nathan. Yeye Mungu alimtumia katika ufalme wa Daudi. Alikuwa na uwezo wa kumwambia fanya jambo hili. Mungu anasema fanya kitu kile. Kama kuna dhambi anakwenda na mkemea, anamwambia Mungu anasema kuna dhambi, itubie, utapigwa usipoitubia hiyo dhambi. Huyo ni nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ametoa manabii. Ametoa manabii. Lakini kuna manabii wa uongo na manabii wa... Nakupa angalizo. Hizi huduma 5, kuna huduma 5 za watu ambao Mungu amewapa huduma hizo, ambao wanafanya kwa kusudi lile, na tutaangalia makusudi haya. Na huduma ya kinabii ambao wanafanya makusudi yale ambayo Mungu amewapa kwa ajili ya kulisaidia kanisa, kwa ajili ya kuliimarisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na wengine kuwa wainjilisti. Wainjilisti sawa na kidole hiki. Sawa na kidole hiki. Yuko sharp. Yaani yeye ni mtu wa kwenda mbele zaidi. Ni mtu ambaye yuko tayari kuwashuhudia wengine, kuwaambia watu wengine habari njema. Yaani ni mtu ambaye yuko tayari kutumika. Hapendi sana kutumika kanisani, anapenda kutumika na watu wasiookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma hii mara nyingi Mungu anawatumia kwa ishara za maajabu na miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume pia anaweza kufanya kazi ya uinjilisti.
na Mungu atamtumia katika kalama mbalimbali kwa sababu ni mtume. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii pia anaweza kutumika katika ishara mbalimbali na maajabu ili kuliimarisha au kulithibitisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwinjilisti pia Mungu anavyomtumia katika ulimwengu wa giza, katika watu wasiookoka, Mungu anamtumia kwa ishara, Mungu anamtumia kwa maajabu ili kulithibitisha lile neno ambalo analisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anahubiri na Roho Mtakatifu anathibitisha lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwinjilisti ni mtu wa kupenda kwenda kuhubiri sehemu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na wengine kwa wachungaji na walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji huduma hii amepewa ili kuchunga, kusimamia, kulea na kutunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwinjilisti hawezi kutunza. Mtume atatunza, lakini kuna mtu ambaye ana huduma hiyo maalumu ya kutunza na kulea, ambaye ni mchungaji. Mtume anaweza kufanya kazi ya uchungaji kwa sehemu, lakini ana uwezo wa kufanya kazi ya uchungaji kwa sehemu, na pia baada ya wakati ule anasema nataka niende sehemu fulani, nimechoka kukaa. Watu wameshakomaa, ili aende sehemu nyingine kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mchungaji ndiye mlezi wa huduma hizi zote 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kumlea mtume, anaweza kumlea mchungaji, nabii, anaweza kumlea mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma hii hapa anasema mchungaji na mwalimu. Amen. Amen. Kanisa la Mungu linapokuwa mahali, huduma hizi zipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma hizi zipo. Na mchungaji jukumu lake ni kuinua vile vipawa, kuwainua hao watu na huduma zile ambazo ziko ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopokea Roho Mtakatifu, Mungu anakupa na zawadi, anatoa na huduma kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya muda sio mfupi au muda mrefu au muda wowote, mtu anaweza kusema mimi ninasikia wito, ni mchungaji, ninaenda kufungua kanisa sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mchungaji anamwachilia, anaenda kufungua huduma sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio maana kanisa linajiendesha, linajitanua, linajisambaza, kwa sababu huduma hizi 5 zinapofanya kazi, watu wanapoinuka na kuona huduma zao na kuanza kutambua huduma zao, wanasema ninatoka niende nikafanye kazi sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ametoa vipawa hivi au karama hii au huduma hizi kwa sababu maalum. Kusudi la kwanza anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu, huduma yao ni kuimarisha, ni kuwaimarisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoona kwamba huduma hizi ziko ndani yetu, tunapokea huduma za wachungaji, tunapokea huduma za mitume, tunapokea huduma za kinabii kwa kusudi la kutujenga, kutuimarisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiwe tena, Biblia inasema tunaimarisha, tusiwe tena watoto wachanga. Amen. Kusudi lingine anasema hivi, kazi ya huduma itendeke. Tunapokea huduma hizi na kuzifanyia kazi, lakini Mungu anatupa lengo moja, kwamba kazi ya huduma itendeke. Maana yake nini? Maana yake kwamba kazi ya huduma itendeke ni kuonea, kutangaza, ni kuenea. Na hizi huduma ambazo Mungu ametupa ili zifanye kazi, kusiwepo na mtu ambaye anaanza kusema mimi sijapewa karama, mimi sijapewa huduma. Roho Mtakatifu anapokuja anatupa huduma na karama mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na karama mbalimbali, na yoyote anayeamini kuna kitu cha kufanya katika ufalme wa Mungu.
Hatujaitwa kuja kukaa na kuangalia watu wengine wakifanya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kusudi lingine anasema hata mwili wa Kristo ufanyaje? Ujengwe. Mwili wa Kristo ujengwe. Maana yake unawili. Kanisa alipaswa kuwa kanisa dhaifu, linapaswa kuwa kanisa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linalojitosheleza, kanisa ambalo linajitosheleza kwa maneno